za watoto wake, kulea, kwa sababu kuzaa ni sehemu ya baba. Maana baba ni mzazi pia, lakini si tu kuzaa. Ndio maana unaona leo hii kuna watoto wako wengi mitaani. Mtazamaji unayetazama, kuna watoto wako wengi sana mtaani mpaka wamebatizwa na majina unaitwa watoto wa mitaani. Sasa hawa watoto sio kwamba hawana baba zao wapo, na unakuta kuna matatizo mengi, sitaki kuyazungumzia hapa, lakini ukweli wenyewe ni kwamba huyu baba aliyemzaa huyu mtoto amekosa sifa ya kuwa baba bora, kwa sababu amezaa lakini ameshindwa kule kulea na kutunza. Kwa hiyo ni sifa ya pili, mtazamaji, kwamba ni muhimu sana baba bora ajue kulea pamoja na kutunza watoto wake. Lakini pia sifa nyingine ya tatu, anayejua kukidhi mahitaji ya familia yake. Kukidhi mahitaji, hatuzungumzii utajiri, yani tu ni jinsi ambavyo baba anavyoamka asubuhi, anaenda kwenye majukumu ya hapa na pale, anafanya biashara, kama anafanya kazi, kama ni mkulima, ni mvuvi, mchimbaji wa madini, ni konda, ni driver, kadhalika na kadhalika. Lakini anaporudi, je, anakidhi vipi mahitaji ya familia yake, kwa maana ya chakula, kwa maana ya mavazi pamoja na malazi? Kwa sababu hivi ndivyo vitu vya muhimu sana. Chakula, malazi pamoja na elimu pia. Unampeleka mtoto wako shule, unaonyesha kwamba wewe ni baba bora unayeweza kujali familia yako. Hiyo ni sifa pia nyingine ya muhimu sana. Lakini pia sifa nyingine ya nne, anayejua kuiongoza familia yake katika haki. Tunapozungumzia kuiongoza familia yake katika haki au katika hali ya kumcha Mungu, yani awe ni mtu anayeabudu, awe anayeingia katika nyumba ya ibada, anayemcha Mungu, anayeweza kuwakemea watoto wake anapowaona wanaenenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Akiwaona watoto wake wanafanya tabia zisizofaa, ana uwezo wa kuweza kuwaonya na kuwakemea, kuambia kama baba bora, sitaki jambo hili kwenye familia yangu. Hiyo pia ni sifa ya muhimu sana, anayeiongoza familia yake baba katika hali ya kumcha Mungu na ile hali ya uchaji wa Mungu ndani. Hiyo nayo ni sifa ya muhimu sana, ndugu mtazamaji ambaye unayetufuatilia katika kipindi hiki pia. Kabla tujakwenda kwenye tafakari, Askofu Paul Chaba, nataka nikuulize ile sifa ya kwanza, nafikiri ni ya kwanza au ya pili, kwamba ulisema baba bora hataki kumpiga mke wake. Hivi kwa mfano mwanamke akakwambia, wewe mwanaume wewe ufai, wewe mwanaume, mwanaume amekaa kimya anaongea, yule mwanaume aruhusi kumpiga yule mwanamke? Kwanza kumpiga mke kwanza ni kinyume cha sheria. Ni kinyume cha sheria. Yani tunaposema baba bora ni yule baba ambaye anayejua kuweza hata kumcontrol mke. Japokuwa ni kweli wakati mwingine baba unaweza kujaribu kumcontrol mke kwa hekima na nini kashindikana. Lakini inapofika hatua kwamba wewe ni baba umeshindwa kuweza kumuongoza mke wako, maana yake kwa sehemu fulani nafasi ya ubaba inaanza kukosekana ndani yako, kwa sababu umeshindwa kuwa kiongozi au umeshindwa kuwa mtawala. Unaona, ni kweli kabisa kwamba familia nyingi, ni kweli inafika hatua zinaparaganyika, zinavunjika, kwa sababu ni kweli wakati mwingine labda mama anaweza kuwa ni mkorofi kwa namna moja ama nyingine, kama unavyosema. Baba anajaribu kuweka mwongozo kwenye familia kwamba mimi kama baba natamani familia yangu tuende 1 2 3. Mama naye hataki. Sasa inapofikia hatua hiyo, baba anahitaji aombe hekima ya Mungu sana, namna ya kuweza kuiongoza familia. Asipoweza kuomba hekima ya Mungu, anaweza akachukua maamuzi mengine ambayo sio sawa, ikafikia hatua mpaka hii unaozungumzia, baba anafikia hatua ya kumpiga mke. Sasa hiyo ni kinyume cha sheria, lakini pia unajichukulia sasa sheria mkononi, na unapopiga mke sio namna ya kuweza kumnidhamisha, yani kumfanya kwamba awe na nidhamu. Ijapokuwa kuna baadhi ya makabila yana utamaduni huo. Sasa ni kinyume cha Biblia na ni kinyume pia cha sheria ya nchi. Kumpiga mke hairuhusiwi kabisa. Sawa. Wewe unaotazama kupitia Star TV, Askofu Paul Chaba anasema kwamba mwanamke apigwi, mwanamke anaambiwa maneno, mwanamke anafundishwa ni jinsi gani ya kuishi na mumewe, na mwanaume unatakiwa uwe na hekima kama za Mfalme Suleiman, si ndio? Kabisa. Tena mimi labda ni waase wazazi na baba unayenitazama na wazazi wote ambao mko kwenye Star TV wakati huu, ni jambo jema sana kuchukua muda mrefu wazazi kukaa na watoto wao. Kama baba au kama mama asipopata namna ya kuweza kukaa na mtoto wake, kuweza kumpa maelekezo ya kwamba atakapofikia umri fulani
mvulana anaingia kwenye ndoa, ni mambo gani ya msingi inabidi ayafanye na mambo gani ambayo inabidi asiyafanye. Baba au mama asipoyafanya hayo, ujue kwamba anatengeneza mtoto au anatengeneza baba ambaye hatakuwa bora pia. Kwa migogoro mingi inayojitokeza leo katika jamii na katika familia, asilimia kubwa ni kwa sababu wazazi wameacha kuweza kuwaasa watoto wao, hasa na kuweza kuwapa maelekezo kwamba atakapofikia umri fulani, atakapokuwa amefikia hali ya kuolewa au hali ya kuoa, inabidi akae vipi. Na kitu kingine tu ni kwamba watoto huwa wanaangalia sana msingi kwamba mimi baba yangu alikuwa anaishije na mama wakati sisi tuko watoto wadogo. Ndio maana unakuta kwamba ukimkuta baba anapiga mke, ujue kwamba labda hata wakati huyu mtoto alipokuwa anaishi na wazazi wake, alikuwa akiona baba yake alikuwa akimpiga mama yake. Kwa hiyo haya mambo ni mambo ya kuepuka sana. Ndugu mtazamaji, wewe ambaye unayefuatilia kipindi hiki, ni kwamba lazima uweke msingi mzuri. Msingi ulionao kama baba ndio msingi wa familia yako na ndio msingi wa kizazi kijacho. Msingi uliokuwa nao wewe kama baba ndo msingi wa familia yako, msingi wa kizazi kijacho. Sasa tunakwenda kutafakari. Tunakwenda kumtafakari nani, mimi na wewe? Tunakwenda kumtafakari hayati Rais Benjamin Mkapa na kotesheni zake alizotuachia duniani kama ulisi wetu. Tutarudi baada ya tafakari ya leo. Tafakari ya leo, tutafakari wewe na mimi. Wewe mtazamaji ambao ndo kwanza unanifuatilia mimi Baba Bola kwenye kipindi changu cha Baba Bola kama Mike Jackson aka HFMC aka Baba Bola, nimekwambia niko na Askofu Paul Chaba kutoka Leobalds Revival Church, na ametufundisha mambo mengi sana. Ametupa sifa nyingi za mwanaume. Tumetoka kumtafakari Rais Benjamin Mkapa, naye alikuwa ni Baba Bola pia. Ukimchunguza Rais Benjamin Mkapa, asingekuwa Baba Bola, asingeweza kuiongoza nchi ya Tanzania na kuwa kiongozi kwenye mataifa mengine makubwa na kuchukua nyadhifa tofauti tofauti. Tunarudi sasa kwa Askofu Paul Chaba. Tukiwa tunaenda kumalizia kipindi chetu cha Baba Bola, ni sifa gani nyingine zinazoweza kumfanya baba bora apatikane katika hii dunia? Sifa nyingine, ndugu mtangazaji, ni kwamba baba bora ni baba ambaye anayejua kuifundisha familia yake kufanya kazi. Kufanya kazi, ndugu mtazamaji, ni kitu cha muhimu sana. Unapokuwa kama baba, lazima uwafundishe watoto wako, ifundishe familia yako kufanya kazi. Maana kwa sababu unakuta kwamba kuna mababa wengi, mara nyingi ni kwamba wao wako bize tu mtandaoni au wako bize tu na kazi zao. Hana ule muda wa kuweza kuielekeza familia yake kwamba jamani, mafanikio haya mnaoyaona kwenye familia hii yanatokana na bidii nilionayo mimi kama baba. Yaani unakuta kwamba hajawashirikisha kwamba amezipataje hizi mali. Na unakuta kwamba japokuwa na ukwasi mwingi, ana majumba, magari na vitu vingine hivyo. Sasa tunaona baadhi wa baba wengine akishafikia hatua kafariki, unakuta mali zinaanza kuporomoka. Mali zinaanza kuisha taratibu kwa sababu hajawekeza kwa familia yake. Hajawafundisha watoto, hajamfundisha mke, hajaiachia familia yake urithi wa namna ambavyo jinsi ya kuweza kuziendeleza hizi mali. Kwa hiyo sifa hii ni ya muhimu sana, kwamba anayejua kuifundisha familia yake kufanya kazi za kuingiza kipato. Hiyo ni sifa ya muhimu sana. Labda nimalizie sifa ya mwisho, ndugu mtazamaji. Sawa. Sifa ya mwisho ni kwamba baba bora ni yule anayejua kuishi vizuri na jamii inayomzunguka. Ni jambo la muhimu sana, ndugu mtazamaji, kuishi vizuri, kwa maana ya kwamba kujenga mahusiano mazuri. Yaani maana yake ni kwamba kama ni baba ana mahusiano mazuri kwenye mtaa, unapokuwa umetokea msiba, anaweza akaenda kushiriki na wanamtaa wenzake mambo mengine ya kijamii katika ule mtaa. So tunaona kuna baadhi ya mababa wengine hawana muda wa kuweza kushiriki masuala ya kijamii. Yaani kuna jambo limetokea kwenye jamii, unakuta baba anaishi kwenye ule mtaa, hata watu wale mtaa hawamjui. Na hasa ukikuta labda Mungu amemjalia kidogo ka ukwasi, unakuta tu anaondoka asubuhi, anafunguliwa geti, huyo anaondoka anaenda kazini, gari yake ni tinted, jioni tena anarudi. Hana mahusiano mazuri na jamii inayomzunguka. Ndugu mtazamaji unayenifuatilia, hii sifa ni ya muhimu sana. Ili uwe baba bora,
katika jamii. Ni muhimu sana kuweza kujenga mahusiano yako mazuri na jamii. Itakusaidia sana ili wewe kwamba kuitwa baba bora, na hata kama kumetokea jambo lolote la kijamii, unaposhiriki na wanajamii wenzako, huo ndio msingi na hiyo ndio sifa mojawapo ya kuitwa baba bora. Nashukuru sana ndugu mtangazaji. Nafikiri unaotazama umeweza kumsikia Askofu Paul Chaba, amekupa sifa karibia 6 za baba bora. Ni baba wa aina gani? Nafikiri kama kujifunza umejifunza. Wanakuambia chukua hiyo kama inakufaa, kama haikufai usiichukue, iache hapa hapa. Tuachie sisi wenyewe ambao tunahitaji kupata knowledge na maarifa. Na ndio maana tukaileta baba bora kwako, ili wewe kijana wa Kitanzania na kijana yoyote uliyekuwepo duniani ujifunze kupitia kipindi chetu bora cha baba bora kinachotokea Tanzania Star TV. Kwa kumalizia sasa, tunamalizia kwa sababu muda wetu umetutupa mkono sasa. Askofu Paul Chaba, naam, unaihusia nini jamii ya Kitanzania na wazazi wanaolea watoto wao ili tuweze kucreate kizazi bora kinatokana na baba bora, kama ulivyosema mwanzoni kwamba baba bora ni jina linalotokana na jina Mungu Baba. Na huyo Mungu Baba ndio aliowavisha wanaume wakaitwa mababa. Kwa hiyo sifa ya Mungu Baba anaibeba mwanaume. Na nukuu kutoka kwako. Yes. Kwa maana hiyo sasa, kama mwanaume amepewa hiko cheo cha kuwa Mungu Baba, aliitwa Mungu Baba na ndio hilo jina akaitwa baba kupitia undani wake Mungu Baba. Sasa wewe unaiambia nini jamii? Tufanyeje ili tuweze kuzalisha kizazi bora ambacho kitakuja kutupa mababa bora ambao watakuja kuiongoza Tanzania kesho na dunia kwa ujumla? Asante sana ndugu mtangazaji. Kwanza kuna mambo machache ambayo nataka nijaribu kuiasa jamii, kwamba kwanza ili kuzalisha mababa bora katika kizazi hiki, kwanza lazima mababa wajitambue. Sina maana ya kwamba mababa wajitambui, lakini mababa wajitambue ya kwamba wamepewa dhamana na Mungu ya kuweza kuilea jamii na kuweza kuweka msingi katika jamii. Kwa hiyo baba anapokuwa hajitambua hawezi kuweka msingi mzuri katika jamii. Kwa hiyo baba ajitambue, lakini pia jambo la pili ni kwamba baba awekeze muda wake mwingi pia kuielekeza familia yake kumcha Mungu. Hilo ni jambo la msingi sana ndugu mtazamaji, kwa sababu familia yeyote inayomcha Mungu huwa inapata maarifa. Biblia inasema kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa, kile kitabu cha Mithali sura ya 1. Kwa hiyo baba aielekeze familia yake kumcha Mungu, na si tu baba, lakini washirikiane pia na mama. Japokuwa tunazungumzia baba bora, lakini mama pia naye amsapoti baba katika ujenzi wa familia. Maana pia hawezi kuwa baba bora kama mama pia atakuwa hawezi kumsupport yu baba, au hawezi kuwa mama bora, ndio hawezi kupatikana baba bora pia. Kabisa. Kwa hiyo lazima, ni jambo la msingi, kwa sababu baba bora anajengwa katika msingi wa familia iliyo bora, na familia inajengwa kati ya baba na mama. Kwa hiyo ni jambo la muhimu. Lakini jambo jingine, nadhani kama sio la mwisho, ni kwamba baba bora apate muda mwingi wa kukaa na familia yake. Unaona? Yaani maana yake ni kwamba apate muda mwingi wa kukaa na mke wake, lakini pia apate muda mwingi wa kukaa na watoto. Si tu kukaa, lakini pia atoe mwelekeo wa kwamba familia yangu kama baba, kwa sababu mimi kama baba, kama kiongozi, familia yangu mimi nataka iongozweje, iendeje, ndipo atakapokuwa baba bora. Hayo ndio mambo ya msingi ambayo mtangazaji nilitamani sana kwamba jamii iweze kuyafahamu. Sawa. Wewe ambaye unanitazama kupitia Star TV, nipo na Askofu Paul Chaba. Wewe ambaye umechelewa pia, niko na Askofu Paul Chaba. Nafikiri umemsikia usia wake kwenu. Ameongea mambo mengi sana. Kama wakujifunza, umejifunza vitu vingi. Lengo na makusudi kuja kukaa hapa Leo Boss Revival Church kwa Askofu Paul Chaba ni kukufikishia wewe skills za kuweza kumjua baba bora ni nani, skills za kuweza kumtengeneza kijana wako kuwa baba bora wa baadaye, na tukumwacha hata huyo mama bora, na pia kumtengeneza mama bora haje kumfanya baba bora kuwa baba bora wa baadaye. Kama nilivyokuambia, nilikuwa na Askofu Paul Chaba kutoka Revival, kutoka Leo Boss Revival Church. Mimi ni Michael Jackson aka HFMC aka baba bora. Nyuma ya kamera yuko director Mbaga Beston Mbaga Masharubu aka Lady Anka. Ama tutaonana muda mwingine tena.